Mungu anafika mahali anasema umeishi maisha ambayo wanadamu wengine hawajawahi kuyaishi. Gharama ambayo umelipa, hapana, wewe hautaonja mauti. Haleluya wapendwa. Pamoja na kwamba wewe ni mwanadamu, Mungu anasema Elia alikuwa mwanadamu sawa na sisi. Alikuwa na madhaifu kama ya kwetu. Alikuwa na uwezo wa kukata tamaa kama sisi tunakata tamaa. Kiwango kilichomfanya Mungu akamheshimu sana Elia ni mahusiano ya Elia na Mungu. Alivuka kwenye viwango vya kawaida vya ubinadamu. Na ndio maana Mungu anasema kila mtu anayetoa maisha yako uaminifu kwa Bwana, maana kile kitabu cha kutoa maisha yako uaminifu kwa Bwana kinaitwa ni kumtumikia Bwana. Kila anayemtumikia Bwana katika roho na kweli, Baba atamheshimu. Amen. Amen. Elia alikuwa anatoa maisha yake, hali yake na utumishi wake, na gharama aliyolipa kumtafuta Bwana, na vile alivyokuwa amejikana. Mungu akasema hapana, wewe hutaonja mauti. Haleluya wapendwa. Mahusiano ya Elia yalikuwa ni ajabu. Alikuwa ni rafiki wa Bwana. Alipomaliza safari yake, Bwana akaleta gari la moto. Watu wawili walipaa mbinguni. Ngoja niwaambie wapendwa, kuna watu Mungu amewahi kuheshimu kwa sababu ya mahusiano yao. Japokuwa Mungu alitangaza akasema kila nafsi itaonja mauti. Haleluya. Haleluya. Amen. Umewahi kufikiria rafiki yako anaozesha binti yake mlioshibana naye, hata kama yuko Mtwara, utasikia tu acha niende, ni rafiki yako. Tunazungumzia mahusiano ya ndani kwenye moyo. Ndio maana Yesu akazungumza akasema ninyi mtakuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Yohana 15:13 na kuendelea. Hamwezi kuendelea kuwa watumwa. Kuna watu ni watumwa lakini wako ndani ya nyumba ya Mungu. Kuna watu ni wana wa Mungu lakini wako ndani ya nyumba ya Mungu. Na kuna kuweza kama wa kuvuka kiwango cha kuwa tu ni mwana, na cha kuwa tu ni Mkristo, na cha kuwa tu ni mtumishi wa kawaida. Unawezekana wakuwa wewe ni rafiki wa Yesu Kristo. Haleluya wapendwa. Yaani Mungu akiangalia kule mbinguni anashindwa kukaa. Anasema jioni ya leo nataka nimtembelee mama fulani. Jioni ya leo nataka nikae pamoja na yule kijana. Jioni ya leo nataka nikaongee mawili matatu na yeye, nimkumbushe jambo fulani. Nisikie na yeye ana haja gani ndani ya moyo wake. Ananishirikisha nini? Rafiki ni mtu ambaye mnaweza mkashirikishana, mkabadilishana. Haleluya wapendwa. Hiki ndicho kinachotokea kati ya Mungu na Ibrahimu. Mungu anamwambia Ibrahimu naenda kuangamiza Sodoma na Gomora. Alafu Ibrahimu anamwambia sasa unaweza kuangamiza watu hawa na hawa. Mungu anamwambia hapana, nikiona kuna watu hawa na hawa siwezi nikaangamiza. Lakini Sodoma na Gomora maovu yao yamefika mbinguni. Huku Ibrahimu anaweka anawaza na mtoto wa dada yangu yuko kule. Je, unaweza ukaangamiza na huyu? Mungu akagundua wazo la huyu, anawaza Rutu ndugu yake. Mungu alivyo mwingi wa rehema, malaika akaenda moja kwa moja mpaka kwenye nyumba ya Rutu. Maana Mungu alijua akimwangamiza Rutu pamoja na familia yake, Ibrahimu rafiki yake atahuzunika. Amen. Kitakuwa ni kilio ambacho kitaisha. Mungu akawapa masharti watu wa nyumba ya Rutu ili wakivuka waokolewe. Wasipovuka, maana wao walikuwa katika yale maovu, wasipovuka waangamie sawa sawa na Sodoma na Gomora. Ndio maana wakapewa kajaribu kadogo tu. Nenda usigeuke nyuma. Mmoja wao akageuka akawa nguzo ya chumvi. Mungu alikuwa na mahusiano na Enoch. Mahusiano ya ndani yaliyomfanya Mungu awe ni rafiki wa Enoch. Baadaye Enoch akatwaliwa na Bwana. Mungu alikuwa na mahusiano ya ndani ya moyo wake kabisa wapendwa na Mungu. Mungu alimwona Mungu sio tu mtumishi wa kawaida, sio tu kwamba ni mcha Mungu wa kawaida. Alimwona Mungu ni rafiki yake. Mungu akamshirikisha mipango ya kuangamiza nchi na dunia nzima. Baadaye Mungu akamwambia, Mungu nimefanya agano na wewe, hautaangamia. Mungu akaokolewa. Ibrahimu baba yetu, maana anasema alikuwa ni rafiki wa Mungu, alimwamini Mungu, alimsadiki Mungu, alilipa gharama ya kuyatoa maisha yake kwa ajili ya Bwana, akaishi maisha yale ambayo Mungu anataka. Mungu akamheshimu, akamwambia utakuwa ni baba wa mataifa na jamii
hii nzima ya duniani itabarikiwa katika wewe. Musa, kifo chake kilikuwa sio cha kawaida. Wakati amekaribia kuondoka duniani, Mungu akamwambia panda huko mlimani, mimi ndiye nitafanya mazishi yako. Kama umeona mgongo wangu, tulikuwa tunaongea na wewe uso kwa uso, utakufaje kifo cha kawaida kama wanadamu wengine wanavyokufa? Hapana Musa, njoo huko mlimani. Musa akapanda mlimani. Mungu akamwambia Joshua, mwekee mikono, atawapeleka wana wa Israeli, lakini wewe panda huko mlimani kawaage watu. Mahusiano yako na mtu mwingine yalivyo ya ndani yanaweza kufanya mtu akafanya jambo. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Hiki ndicho Yesu anachozungumza, anasema sihitaji wa Kristo kuitwa tu ni wana wa Mungu, sihitaji wa Kristo kuitwa tu kwamba wameokoka, sihitaji wa Kristo kwamba wao ni watumwa wa haki, nahitaji wa Kristo wavuke katika haya yote. Nataka tuwe na fellowship, wawe ni marafiki zangu. Amen. Yale anayosikia kwa Baba ni wajuishi. Haleluya wapendwa. Yale anayopata mbinguni kwa Baba na wajulishe. Nitembea na nyie kama rafiki zangu. Mkiwa na hoja na nyie pia mnishirikishe. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Daudi alikuwa ni mmoja wapo ambao alikuwa ni marafiki wa Bwana. Alipoona mauti, Mungu akatangaza miongoni mwa wanaume na wanawake waliotumikia shauri langu ni Daudi, huyu jamaa amelala mauti. Ukiangalia Daniel, ukitaka kujua habari ya Daniel, soma vizuri habari ya Daniel. Anaingia kwenye maombi. Maombi ni mazito, maombi ni magumu, kuna upinzani wa kila aina. Malaika anapokuja cha kwanza anachozungumza, anasema Daniel, upendwae sana huko mbinguni. Anaambia Daniel, unajua unapendwa sana na Mungu. Wewe ni rafiki wa Mungu. Tangu siku ile ya kwanza ulipoweka nia yako kuomba Mungu na kumtafuta, nilituma nikuletea lakini kazuiliwa hapo. Unajua ni kwa sababu gani nimekuja nikupesha haya? Ni kwa sababu Mungu anakupenda sana. Amen. 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 Ndio maana niko hapa leo. Sio kwa sababu alikuwa kwenye maombi. Unajua nilipokuwa nasoma hii mistari nikashangaa sana. Anasema Daniel upendwae sana. Kwa hiyo kulikuwa na mahusiano katikati yake na Mungu. Sio kila mtu anayeingia kwenye maombi Mungu anaweza akaja na kumwambia wewe upendayo sana. Haleluya wapendwa. Yesu anazungumza, anasema anahitaji wanaume na wanawake na kanisa la leo tutoe kwenye kiwango cha kuitwa wana, lakini tuingie kwenye kiwango cha kwamba yeye ni rafiki yetu. Sisi wote tuliookoka ni wana wa Mungu. Amen. Wakati mwingine unaweza kusema andiko moja linasema, Paulo anasema nimetumika pamoja na Timotheo kama baba na mwanae. Unajua Paulo alikuwa na maana kubwa zaidi. Wote aliowahubiria Paulo walikuwa ni wanae. Amen. Wote walikuwa ni wanae. Lakini anapofika mahali pa mahusiano ya ndani ya rohoni, anafika mahali anasema huyo Tito mnamjua ni mtendakazi pamoja na mimi, aseme ni mwanae. Wengine wanawaita ni mitume wenu, ijapokuwa yeye mwenyewe anawaambia bado hata wanawaita ni mitume wao, wote ni watoto wake. Paulo alichokuwa anazungumzia hapa, mahusiano yake na Timotheo ni ya ndani sana. Timotheo ametoka kwenye kiwango cha kuwa tu ni mtoto wa kawaida. Yeye ni rafiki yake, hawezi kumficha jambo lolote, na kile kilichoko kwenye moyo wa Paulo kiko ndani ya Timotheo. Amen. Amen. Hiki ndicho Yesu anasema, wote waliompokea wafanye kuwa watoto wa Mungu. Lakini wote waliompokea Yesu Kristo ni watumwa wake, ni watumwa wa Yesu Kristo. Yesu anasema ninyi hamtakuwa watumwa tena, nataka ninyi muwe rafiki zangu. Amen. Yale ninayosikia kwa Baba Mungu wangu, mahusiano yangu yavuke hapa. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Unajua kuna kiwango cha kuishi kama vile Paulo alifika mahali akaishi mahusiano yake na Yesu. Anafika mahali anasema sio mimi ninaishi, ni Kristo anaishi ndani yangu. Uhai nilionao sio wa kwangu tena. Mahusiano yake yalikuwa ni ajabu. Ndio maana wakati mwingine wanatembea unashangaa kivuli tu kinaponya wagonjwa.
maana ni Yesu anatokea ndani ya mwili wake. Amen. Hata kabla hajakemea pepo, unashangaa kivuli tu kinapenya magonjwa. Unashangaa wewe uliokuwa umetoka ndani yake. Unajua kuna wale wa Yesu umetoka mpaka unatiririka, unakuja kwenye jasho. Jasho lile linaishia kwenye vitambaa. Ni Yesu anabaki kwenye vitambaa. Watu wanaenda pale, Paulo yuko wapi? Wanasema tunaona mavitambaa yake yako hapa. Mavitambaa yenyewe yanaanza kupenya magonjwa. Yesu alikuwa ametawala kila eneo. Haleluya wapendwa. Anasema Yesu, sitawaita ninyi kuwa ni watumwa tena, kama mkitenda niwaamuru. Haleluya wapendwa. Hebu tumshangilie Yesu kwa makofi na vigeregere. Haleluya. Elewa jambo ninalozungumza jioni ya leo. Mahusiano yako na Mungu ndio yatakayokutofautisha wewe uwe ni mtu wa aina gani. Mahusiano yako na Mungu ndio yanaweza kutofautisha pia Mungu aachilie neema kiwango gani katikati ya maisha yako, ndani ya nyumba yako, ndani ya familia yako, hata kwenye huduma. Mahusiano yako na Mungu. Ndio maana maandiko yanasema wanyenyekevu Mungu anawapa neema. Anazungumzia habari ya mahusiano. Haleluya wapendwa. Hali ya mahusiano yako na Mungu yanaweza kukufanya wewe kuwa na tofauti kabisa aina ya mahusiano yako na Mungu. Na Yesu alikuwa amegawa madaraja. Kuna wanafunzi mmoja alikuwa anaegemea kwenye kifua cha Yesu. Anasikia mapigo ya Yesu yanaenda pa pa. Na kuna wanafunzi wengine watatu walikuwa wanamfuata Yesu. Halafu kulikuwa na kundi jingine la wanafunzi wengine. Wote ni wanafunzi wake. Kwa nini? Mahusiano yao, ukaribu wao ulimfanya Yesu aweke tofauti. Ni bado wote Yesu ni mwokozi wao. Amen. Huyo anayesikia mapigo ya moyo yanasikika moyoni mwake, hanayo mengi sana Yesu anayemsikizisha. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa watatu ambao Yesu anawachukua anaenda kuomba nao, yako mambo mengi anawaonyesha huko milimani. Wanamuona Elia, wanamuona Musa, wakati mwingine wanaona utukufu wake, na wale wengine pia na wao yako mambo machache ambayo Yesu anawashirikisha kulingana na mahusiano yao. Haleluya wapendwa. Amen. Yesu anazungumza jambo